Karibu tena. Katika sehemu iliyopita, tuliona jinsi mazingira yanavyoweza kutuchonga kama mashine kupitia zawadi na adhabu. Tuligundua kuwa mara nyingi hatufanyi maamuzi kwa hiari kamili, bali tunasukumwa na kile kilichotuzunguka. Lakini leo tunachukua hatua kubwa zaidi. Leo tunazama ndani kabisa ya eneo la siri, akili iliyojificha au unconscious mind. Kama sehemu iliyopita ilituonesha kwamba tunaweza kuishi kama roboti wa mazingira, basi sehemu hii inatufunulia ukweli mzito zaidi. Sisi ni viumbe wenye siri nzito ndani yetu. Kinachoonekana nje, maneno yako, matendo yako, tabia zako, hicho ni ganda tu. Injini halisi ya maisha yako iko ndani kabisa, mahali ambapo hata wewe mwenyewe hupafahamu vizuri. Fikiria akili yako kama barafu kubwa inayoelea baharini. Sehemu ndogo sana ndiyo inaonekana juu ya maji. Hiyo ndiyo akili yako ya kawaida, mawazo unayoyajua na maamuzi unayodhani unayafanya kwa makusudi. Lakini chini ya maji kuna sehemu kubwa zaidi, nzito zaidi na yenye nguvu kubwa sana. Huko ndiko kuna kumbukumbu za utotoni ulizozisahau, matamanio ambayo hujasema wazi, na hofu ambazo huzikimbia kimya kimya. Umewahi kujikuta humpendi mtu fulani lakini hujui sababu ya msingi? Au umewahi kusema neno kwa bahati mbaya halafu ukashangaa mwenyewe, mbona nimelisema hili? Huo si mkosi wala bahati mbaya. Ni akili yako iliyojificha ikichungulia juu ya maji, ikijaribu kujieleza kwa njia yake. Unapolala, akili yako ya kawaida inapumzika, lakini akili iliyojificha huamka. Ndipo inaanza kuzungumza na wewe kwa lugha ya picha, alama na hadithi zisizo za kawaida. Ndoto zako si kelele zisizo na maana. Ni ujumbe wa siri unaojaribu kukuonesha mambo unayoyaogopa, unayoyakandamiza au unayoyatamani, lakini hujiruhusu kuyafikiria ukiwa macho. Hapa ndipo tunapoelewa chanzo cha changamoto nyingi za ndani. Wasiwasi usio na sababu ya wazi, huzuni inayokuja ghafla au hasira isiyoelezeka. Mara nyingi yote haya ni dalili za vita inayopiganwa huko ndani. Ni mgongano kati ya kile moyo wako wa ndani unataka na kile jamii, familia au maisha yamekufundisha kukubali. Lakini hapa ndipo kuna nuru. Point muhimu sana ni kwamba akili hii ya ndani haikukusudia kukuumiza. Inajaribu tu kusikika. Ndio maana kuna njia inayoitwa tiba ya maongezi. Unapopata nafasi ya kuzungumza kwa uhuru kuhusu ndoto zako, hofu zako